anybody. He made his own things, but he was killed like a chicken. Hiyo kiti ya mbunge na maisha ya mwananchi wa kawaida, wacha mbunge wakufe tu. And God should know, as he receives him up there, he's receiving a very bad man. Gen Z, you are not the first people to be killed by a government. Nyinyi si wa kwanza kuuliwa na serikali. Kenya, let me finish. We enjoy because tunataka wa feel vile tulifeel last year. Kwa matukio pindi yanapojiri na yanapochipuka, kwa taarifa za utendeti na zinazogonga vichwa vya habari. Hii ni Faraga TV. Faraga TV, karakana ya upekuzi. Huku taifa likizidi kuomboleza mauko ya aliyekuwa mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were na ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi jijini Nairobi hivi majuzi, hisia mseto zimejitokeza kutoka kwa wananchi kuhusiana na kifo chake, baadhi ya wananchi wakieleza kughadhabishwa kuona mauaji hayo ya kinyama, huku wengine wakisema kuwa hawana huruma kabisa na kuuawa kwa wabunge, na kueleza kuwa mauaji yaliyotekelezwa na polisi wakati wa maandamano ya Gen Z yalileta ufa usiozibika baina ya wananchi na viongozi wao. Mahali tumefika kama country, death is very personal. Kifo ni kitu very personal. Kwa yule amefiwa, hata akuwe ni nani, mtoto wake. Huyu Ong'ondo Were, mbunge wa Kasipul, in my opinion, he did not deserve to die like that. If he had done something, he deserved. We are in a law, in a country that is governed by law. Kweli uongo? Ukweli uongo? Ong'ondo Were leo, kesho nani? Leo unaombea, labda itaenda kwake, labda itapata wewe. We are not going to be remorseful to, these leaders wakikufa. That's why unaona siku hizi wakikufa watu na enjoy. Kwa nini? Kwa sababu sisi wakati tulikufa last year, wakati tulikuwa tumeenda maandamano, hakuna leader hata moja mwenye alijaribu hata kufanya investigation, hata kusimama na sisi waseme like these guys wamefanya vizuri and we need the government to investigate what happened. Hakuna hata leader moja mwenye amesema kwa nini tusimame nao this time. We are not going to, this shenanigans, we are not going to tolerate. That's why unaona siku hizi watoto wao wakikufa we enjoy because tunataka wa feel vile tulifeel last year. Kitu kingine ya pili, we want to tell this government wafanye investigation wenye walituua last year wakati tulikuwa tunajaribu kudemonstrate about the corrupt government wenye walituletea hii finance bill. We want the report and we want to know those people, those policemen who killed us, and we want the report to be tabled in public domain so that everyone can know what happened. Wacha wakufe kwanza, hiyo kifo yake ilikuwa well calculated. Karibu na mochari, anakufa na ingia kwa mochari. Unajua, wewe ukikuwa mtu mngwana, ukubaliana na wewe speaker kwa mtu mngwana, hakuna mtu atamtafuta hii barabara. Na hakuna mtu atamuua. So, kama Were amekufa, truth be told, ameuawa kwa sababu ya mambo yake ambayo alikuwa anafanya na yeye. I didn't know about Were until I went through the clips zile nilikuwa naona social media. For the first time wakati alikufa, I sympathized. I said, why should somebody be killed in this way? Lakini wakati nimesoma nikaona yeye pia ni mtu mpumbavu, yeye pia ni mtu mbaya. Kwa hivyo siwezi sema kwamba wale wameua wamefanya kitu mbaya. That one I can tell you for free. They did a good job. Na huyo mtu ambaye pia aliassassinate Were, pia mimi ningemuomba sana advance kidogo kwa sababu pia Kenya kuna mtu anatusumbua. Katika eneo la Mountain View Kangemi katika eneo bunge la Westlands County ya Nairobi, kidumbwendumbwe na kivangaito kilishuhudiwa katika bunge la mwananchi wakati wa kujadiliwa kwa mswada wa mauaji ya Ong'ondo Were, hali ya mshike ikiibuliwa na madai ya mojawapo ya wachangia mada kutaja kwake mauaji ya vijana katika maandamano kama jambo la kawaida ulimwenguni, kukionekana sawa na kutia chumvi katika kidonda kibichi na kuchangia hasira za mkizi miongoni mwa walioshiriki bunge hilo, ikimlazimu spika wa bunge hilo kuingilia kati kuleta hali ya utulivu. Nasema hivi, Gen Z, you are not the first people to be killed by a government. Nyinyi si wa kwanza kuuliwa na serikali. Kenya, let me finish. Kila mtu mimi nimalize.
Kwa baadhi ya washiriki wa mswada huu, kuuawa kwa Were ni ishara tosha ya kusambaratika kwa viwango vya usalama humu nchini, baadhi wakieleza kuwa kamwe hawatashiriki maombolezi yake kwani alitenda maovu kochokocho katika siku za uongozi wake, huku baadhi wakionekana kusherekea waziwazi mauko ya mbunge huyu, hali hii ikiibua dukuduku kuhusiana na uwiano ulioko kati ya wananchi na viongozi wao, hususan baada ya maandamano ya mwaka jana. Nataka kuambia Mungu aweke roho yake mahali atapenda. Mungu aweke tu roho mahali atapenda. Kama ni peponi, peponi. Kama ni jehanamu, fine. Because this man was not a good man. And God should know, as he receives him up there, he's receiving a very bad man. Tamu ya kwanza, Charles Ong'ondo Were slaughtered people in Kasipul Kapolo for him to be the MP tamu ya kwanza. Juzi second term, he threatened the aspirants wote wa ODM mpaka wakati kusimama akakuja ODM akachukua ticket. Just the election ya juzi ya chama hii kidogo tu tulikuwa na kuarana juzi hapa. Kuna kijana amezikwa anakuwa na mkono, kwanza wameua yeye wakakata mkono. Kwa mambo ya chama tu. Hata sisi tuguruguarana hapa lakini hatukukatana mkono. So this is a man who was to die some time back. Hata God postpone his death. Because he has died after killing so many people. So I don't know what God was waiting for. This God sometimes is also not fair. Anawacha mtu anaua watu wengi, wamama wanalia, ndio alafu ndio anaua yeye baadaye. Alafu tena anafanya the guy dies in a very nice place. Karibu na mochari taki, pande Kenyatta, City, Nairobi, man, that's not fair. God, hata he was to be cut into pieces, vile alikata vijana huko. The young man ameongea hapa. This guy alikata vijana term 1, amekata vijana term 2. I don't know why somebody's why are you shedding tears here for somebody who was very bad. Now mama juzi wame celebrate ama mko na clips. Women celebrated in the market hapo Kasipul Kapolo, thanking God. Hata wanataka huyo mwenye alishoot yeye aende huko wamfanyie sherehe. Mwache mchezo bwana. He who lives by the sword will perish by the sword. Were mimi nimemfuatilia sana kwa internet. Nikapata kuna jamaa likatakatwa na panga. Ile mbaya sana. Kukata mtu ni kama unakata miwa. Huyo mtu hata sijui seneta kutoka Siaya amesema hapo huyo mtu angekufa kitambo. Naomba tusijadili kitu sana. Tuende kwa mjadala inatusaidia. Were ameshakufa na wacha akufa aendenge kabisa kwa sababu yale alitenda kule nyuma ilikuwa mbaya. Alifanya maovu mabaya. Ndio Mungu akapanga akufia hapo. Ndio CCTV hata isionyeshe nani alimuua. Wachi na speaker wa governor wa Siaya alisema siku moja ati serikali inakulanga watoto wao. Pengine ni serikali inaanza kuvuna matunda. Wacha serikali ivune matunda. Isitoshe, wananchi walinyosha kidole cha lawama kwa serikali kwa utepetevu katika kufanyia uchunguzi mauaji ya watu mbalimbali humu nchini, hali ambayo walieleza kuwa inazidi kudumaza imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama na kueleza wazi kuwa hawana imani kivyovyote kwamba uchunguzi wa mauaji ya Were utazaa matunda. Wakenya wamekufa sana. Tumeokota mili za watoto wetu, mili za ndugu zetu, mili za wenzetu barabarani. Government haiongelei. Kwa nini the only mtu kamoja akikufa inakuwa all over the news kwa magazeti kila mara ati mbunge amekufa? Hiyo kitu ya mbunge na maisha ya mwananchi wa kawaida, wacha wabunge wakufe tu. Unajua hiyo serikali yetu inafaa ijue wananchi wa hii nchi wamechoka. People are tired with this economy. People are tired with insecurity of this country. People are tired. Watu wana kazi, wana vyakula. Sasa tukiongelea mambo ya mbunge akiwawa hapa City Mortuary na watu wetu wameokotwa hapa Kware, wametupwa kwa Golden Bus, wamefungwa, wamechunguza bado wanachunguza. Hata huyo mbunge akichunguza watapata bado. Ndio walichunguza the former MP wa Kabete Muchai bado hajaipata. Sasa wacha wabunge wakufe tu. Kwa upande wao, baadhi ya maseneta wa bunge hilo na ambao wanaiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza walitetea serikali kutokana na madai ya kuhusika kwake katika mauaji hayo na kutoa matumaini ya kufanyika kwa uchunguzi wa kina na hatimaye taifa liweze kufahamu wazi kilichopelekea kifo cha mbunge huyu. Sisi kama serikali tunafuata. Tujue kama zilikuwa on hizo CCTV. Tujue ni nani alikuwa na grudge na Were, kwa sababu Were ni mtoto wa mtu. Ni baba ya mtu.
na ni bwana ya mtu, sawa sawa. Kwa hiyo mtu aweze akuwa kama kuku, na tumeona, na ndio maana tunasema kama serikali tutafuata hiki kifo, kwa sababu tumeona wabunge wengi wamekufa kwa hiyo njia. So tukisema ati ni kama kawaida Kenya, mtu akikufa anakufa tu hivyo ovyo ovyo, ati sijui jenzi walikufa, sijui na sisi wabunge tutakufa. Hapana, lazima tuvote, kwa sababu huyu mtu ni mtoto wa wenyewe, na hatutaenda hivyo. Hii Kenya hatutaenda hivyo. Sudi Sheikh, Mungai Kagoya, Faraga TV, Nairobi.